Hey, how are you today? First of all, before I start today's story, I want to shout out kwa kina mama wote wanaowajibika. Lakini zaidi ya wote, pongezi sana na heshima kuu ziende kwa wale wa mama wanaolea watoto wenye mahitaji maalum, yani special kids. Nyinyi ni mashujaa wa kweli. Kila siku mnapambana kimya, mnapenda bila masharti na mnatoa nguvu hata pale ambapo dunia haioni. Hadithi hii ni kwa ajili yenu, kwa kila mama ambaye ameweka upendo mbele ya uchovu, na kwa kila mtoto ambaye amezaliwa tofauti lakini ana mwanga wa kipekee ndani yake. Karibu tusikie simulizi ya Daniel na Ellie, hadithi ya maumivu, matumaini na rehema, inayoonyesha kwamba upendo wa kweli haukati tamaa, hauchelewi na daima utashinda. Katika kijiji kidogo chenye jina Mwangaza, kulikuwa na maisha yaliyokuwa yakijulikana kwa utulivu wake. Asubuhi zilianza kwa sauti ya ndege, waliokuwa wakipiga kelele juu ya miti ya miembe, na watoto wakikimbia kuelekea shule wakiwa na mikoba yao ya kitamaduni. Lakini katika utulivu huo kulikuwa na hadithi moja, hadithi ya mwanamke aliyekimbia kivuli chake. Yani alikimbia mwanake na mwana akaibuka kuwa nuru ya dunia. Haya, mwanamke huyu aliitwa Naomi. Naomi alikuwa kijana mrembo mwenye ngozi ya kahawia nyororo, macho ya kahawia yaliyong'aa na nywele zilizopinda laini. Wengine kijijini walimpenda sana, lakini yeye hakuwa rahisi kuridhika. Alikuwa na ndoto kubwa, ndoto za maisha ya kifahari, kuvaa mavazi ya bei na kuishi mjini. Lakini maisha yalimpeleka njia nyingine. Katika shule ya msingi ya Mwangaza alikutana na mwalimu mpya aliyehamishwa kutoka mji wa mbali, aitwaye Daniel. Daniel hakuwa na mengi, alikuwa mnyenyekevu, mwenye maneno machache, lakini kila alipoongea maneno yake yalikuwa na hekima. Naomi alijikuta akivutiwa na tabia yake. Aliona utulivu wa moyo kwa mara ya kwanza. Walianza kuzungumza mara kwa mara. Daniel alimfundisha mambo mengi kuhusu maisha, imani na maana ya upendo wa kweli. Polepole Naomi akajikuta akimpenda, si kwa pesa, bali kwa jinsi alivyomheshimu na kumjali. Miaka miwili baadaye walifunga ndoa ndogo kijijini Mwangaza. Watu wakasema, Naomi amekubali maisha ya kijijini, haiwezekani. Lakini Naomi alikuwa na matumaini kwamba mapenzi yatamjenga. Miaka haikupita sana. Naomi alipata ujauzito. Daniel alishukuru Mungu kila siku. Kila jioni alimwimbia mtoto akiwa tumboni mwa mamake nyimbo za upole, akimwambia Naomi, mtoto wetu atakuwa baraka, haijalishi atakuwaje. Naomi alikuwa na ndoto tofauti. Alitamani mtoto wake awe wa mfano, mrembo, mwenye akili, awe fahari yake. Kila alipoona wazazi wakijivunia watoto wao alijiambia, mimi nitakuwa bora zaidi. Siku ya kujifungua ilifika. Usiku ulikuwa mzito, mvua ilinyesha kwa nguvu, radi zikigonga. Naomi alipiga kelele za uchungu. Daniel akiwa pembeni akimshika mkono akimwambia, utaweza tu mpenzi, utawezana nayo. Mwishowe sauti ndogo ya kilio cha mtoto ikasikika. Kilio hicho kilifuatwa na ukimya wa daktari. Ukimya huo kilimfanya Naomi kushika pumzi. Daktari akamtazama Naomi na Daniel kisha akasema kwa sauti yetu ya upole, mtoto wenu ana hali inayoitwa cerebral palsy. Misuli yake haitafanya kazi kama kawaida. Atahitaji uangalizi wa karibu, tiba maalum na upendo mwingi. Naomi alishindwa kuzungumza. Unamaanishaje? Hata tembea, hata kimbia, hata kuwa kama wengine? Aliuliza. Daktari akatikisa kichwa. Naomi aligeuka na kusema kwa hasira, hapana, sio mtoto wangu huyu. Hii sio ndoto yangu. Daniel alimkumbatia mtoto wake mdogo aliyelala kimya. Akasema kwa machozi, bado tu ni wetu. Yeye ni zawadi ya Mungu. Lakini Naomi hakuweza kuona zawadi, aliona tu mzigo. Miezi mitatu baadaye, Naomi alianza kubadilika. Hakuwa akishika mtoto wake, hakumlisha wala kumwangalia. Daniel alifanya hiyo yote, akimwogesha, akimnyonyesha kwa chupa na kumtuliza usiku mzima. Kila mara Naomi alimwangalia tu kwa hasira kusema, nilitamani mtoto mwenye afya, sio huu. Siku moja alfajiri, Daniel aliporudi kutoka sokoni, alikuta mlango wa nyumba ukiwa wazi. Karatasi moja ilining'ania mezani. Samahani Daniel, siwezi kuendelea hivi. Nimechoka.
mimi naondoka. Daniel alishika hiyo karatasi kwa mkono iliyotetemeka, machozi yakamtoka. Mtoto mdogo Eli alilia kitandani, asijue kuwa siku hiyo maisha yake yamebadilika milele. Miaka ikaanza kusonga. Daniel alibeba mzigo wa baba na mama kwa wakati mmoja. Asubuhi alifundisha shuleni. Jioni alipeleka Eli hospitalini juu ya tiba ya viungo. Wakati mwingine hakuwa na pesa ya dawa, lakini hakuwahi kulalamika. Majirani walimcheka. Daniel anapoteza tu muda wake, huyo mtoto hatatembea kamwe. Lakini Daniel aliendelea kumtazama Eli na kusema, watakapoona watashangaa sana. Mara nyingi Eli alilia kwa maumivu, akijaribu kuinua miguu yake. Daniel aliketi kando yake akimshika mkono. Pole mwanangu, maumivu haya yatakujenga tu. Usiku mmoja baada ya mazoezi marefu, Daniel aliona Eli akitabasamu. Baba, je, nitaweza? Eli aliuliza kwa sauti dhaifu. Daniel akamjibu, utakuwa zaidi ya ninavyoweza kufikiri mimi. Siku moja, Eli alipokuwa na miaka 5, Daniel alimletea karatasi na rangi za kuchora. Eli alianza kuchora bila kufundishwa. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, lakini kila mstari uliokuwa ukitoka ulikuwa na maana. Alichora babake akimbeba mgongoni. Alimchora jua likiwaka juu ya nyumba yao duni. Daniel alilia machozi ya furaha, akamwambia, mwanangu, Mungu amekupa kipaji kikubwa sana. Kuanzia siku hiyo, kila jioni Eli alichora. Kila picha ilionyesha dunia yake, maumivu, matumaini na upendo wa baba yake. Miaka ikapita. Eli alipofikisha miaka 16, alishiriki mashindano ya sanaa katika mkoa. Picha yake ilitwayo mikono inayoshikilia tumaini ilimliza kila mtu aliyemuona. Ilikuwa picha ya mikono ya baba aliyemshika mtoto dhaifu na mwanga ukiwa ukitoka juu yao. Watu walishangilia. Eli alishinda. Gazeti la Mwangaza Times liliandika, mvulana mwenye ulemavu aweka historia. Daniel alilia kwa furaha, akamkumbatia mwanawe. Umefanikiwa mwanangu. Nilijua siku hii itafika tu. Miaka ikaendelea. Eli akawa msanii maarufu nchini. Michoro yake ilizunguka dunia mzima, ikiwapa matumaini wazazi wa watoto wenye ulemavu. Alijenga kituo maalum cha sanaa cha watoto wenye mahitaji maalum. Kila picha yake ilikuwa na ujumbe. Kuwa udhaifu sio mwisho, ni mwanzo tu wa nguvu. Kijiji cha Mwangaza kilianza kumheshimu. Wale waliomcheka baba yake zamani, sasa walikuja kuomba ushauri. Wakati huo Naomi alikuwa anaishi mjini kwa upweke. Mume wake wa pili alimwacha. Biashara zake zote zilianguka. Kila alipoona watoto moyo wake ulijaa huzuni. Alijilaumu tu kila siku. Siku moja akiwa ameketi kwenye kafe, aliona kwenye runinga kijana akizungumza. Leo tunaye msanii maarufu duniani aitwaye Eli. Kijana mwenyewe ana cerebral palsy. Aliibuka kuwa kielelezo cha matumaini. Naomi alitetemeka. Alimtazama, uso ule ule, macho kama ya Daniel. Machozi yakamtiririka. Mwanangu. Naomi aliamua kurudi kijijini Mwangaza baada ya miaka 20. Alifika kwenye kituo cha sanaa alichojenga Eli. Aliona watoto wakicheka, wakichora na Eli akiwaelekeza huku akiwa kwenye kiti cha magurudumu, yani wheelchair. Akasogea taratibu. Eli, aliita kwa sauti ya taratibu. Eli aligeuka. Mama, aliita kimya. Walitazamana kwa muda mrefu bila neno. Naomi alilia, samahani mwanangu. Nilikuwa kipofu. Nilikuacha kwa ujinga wangu. Eli alimkaribia, akamshika mkono. Nilijifunza kutoka kwa baba mama, kwamba upendo wa kweli unasamehe kabla hujaombwa. Naomi akaanguka magotini akalia kwa uchungu, lakini Eli akamuinua na kusema, usilie mama, leo tuanze upya. Nilikuwa nikikusubiri. Tangu siku hiyo Naomi alibaki kijijini Mwangaza. Alisaidia kwenye kituo cha Eli akiwatunza watoto wadogo. Kila siku alipomwona Eli akicheka na watoto wale, moyo wake ulipona kidogo kidogo. Daniel naye, ingawa alikuwa mzee, alitabasamu kila alipowaona wakiwa pamoja tena. Familia ambayo ilivunjika sasa ilikuwa imetengenezwa na kitu kimoja, upendo. Kwa hivyo, usikimbie mtoto wako kwa sababu ana udhaifu. Wakati mwingine, kile unachokiona kama laana ndicho Mungu ameweka kama baraka yako kubwa zaidi. Upendo wa mzazi haupaswi kutegemea ukamilifu wa mtoto, bali moyo wa kukubali, kuamini na kupenda bila masharti, kwa sababu upendo wa kweli hauchoki,
hausamehe mara moja tu, bali unangoja milele.